Ibada ya kuhitimisha mfungo wa Kwaresma kwa waumini wa dini ya madhehebu ya Kikristo imefanyika leo Aprili 20, 2025 duniani kote, ambapo katika kanisa la Anglican Tanzania Diocese ya Central Tanganyika DCT, Askofu Dr. Dickson Chilongani ameitaka serikali kutengeneza amani kati yake na Chadema. Akiongea katika ibada hiyo, Askofu Chilongani amesema mapambano yaliyopo kati ya Chadema na serikali hayaleti shalom. Bwana asifiwe. Mimi sisemi nani yuko sahihi na wala sisemi nani yuko sahihi, lakini ningeomba viongozi wa pande zote mbili wakae meza moja, wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo. Hili ni jambo muhimu sana, ikizingatiwa kwamba wanachama wa vyama vyote viwili, Chadema na CCM, ni raia wema wa Tanzania na ni Wakristo wetu hapa. Kwa hiyo tuwaombe viongozi wetu wakae walimalize kwenye meza moja. Hilo ni la kwanza. Ameongeza kuwa serikali inapaswa kuondoa kero zinazowafanya baadhi ya Watanzania kutokuwa na furaha. Ya pamoja na jitihada nzuri za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, iongeze jitihada katika kuondoa kero nyingi zinazowafanya Watanzania wasiwe na furaha au wawe na huzuni. Kero za ubadhirifu, kero za ukiritimba, kero za rushwa. Na sasa hivi mtu akienda mahakamani, sio mahakamani, kwenye ofisi yoyote ile, sio zote labda, lakini ofisi nyingi ukiingia, mtu anataka huduma, hawezi kupewa huduma mpaka ameomba facilitation. Hizo ndizo kero ambazo zinafanya Watanzania wengi wasiwe na furaha, ambazo zinawafanya Watanzania wengi wawe na huzuni. Katika Biblia neno linalotumika sana ni shalom, ambalo lina maana ya kina zaidi kuliko kutokuwepo mapambano ya vita. Lina maana ya kina zaidi kuliko neno lile la peace. Neno shalom limeandikwa zaidi ya mara 250 katika Biblia ili kukazia umuhimu wake. Kiebrania neno shalom linamaanisha hali ya ustawi wa ndani na nje ya mtu. Ustawi wa ndani kwa maana ya furaha ya ndani, tena furaha ya kweli, na tena sio furaha ya muda, ni furaha ambayo ni permanent, na utulivu wa rohoni na akilini na mwilini pia. Baadhi ya washiriki wa kanisa hilo wakawa na haya ya kusema nje ya kanisa hilo baada ya ibada. Josia Mtoni ni muumini wa kanisa hili la Anglican. Kwa kweli ibada ya leo imekuwa nzuri sana, na hasa kwenye mahubiri, hotuba ya Baba Askofu imekuwa nzuri sana. Baba Askofu amehubiri hasa juu ya amani, akatuambia kuhusu shalom, kwamba sisi kama Wakristo tunapoadhimisha sikukuu ya Pasaka na kama ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, amesisitiza juu ya amani, kwamba kuwe na amani kati yetu, miongoni mwetu, kwenye familia zetu, kwa majirani zetu, kwenye vikundi tunakoishi, kwenye makwaya. Lakini hasa alipokuja kugusa katika nchi yetu, tunaona katika vuguvugu la sasa, hasa kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, ametakia amani, na hasa akasema anatamani kuona CCM na Chadema kusiwe na mvutano, kwa sababu waumini au Wakristo na Watanzania wote sisi tunatakiwa kuwa na amani, na pamoja na kwamba itikadi zetu tunaweza kuwa tunatofautiana, lakini Baba Askofu ameshauri kwamba kuwe kuna maridhiano ya amani ambayo yatasababisha hata kama kuna msuguano, uwe msuguano wa amani wa kupingana kimawazo, lakini sio katika hali ya uharibifu, katika hali ya kuwa na vitisho na vitu ambavyo havitaleta amani katika maisha yetu. Kwa hiyo wamesema ikiwezekana wakae kuweza kujadiliana na kuona kuwe kuna amani miongoni mwa Chadema na CCM ili kuwe na umoja na amani kama Watanzania. Kwa majina ninaitwa Mary Mzuri, ni muumini wa kanisa kuu, pia ni mwimbaji wa kwaya ya
uvuke hapa kanisa kuu. Sasa kiukweli mahubiri aliyohubiri askofu wetu leo yamenibariki sana, au yametubariki waumini wa kanisa zima, kwa sababu kwanza amehubiri habari ya amani, upendo. Pasaka hii ya leo Bwana Yesu amefufuka, basi afufuke kweli kweli mioyoni mwetu na tuendelee kushikamana kama Bwana Yesu alivyofufuka kwa ajili yetu sisi. John Banda, Kanisa Media, Dodoma.